na benchi la ufundi, pamoja na kwamba benchi la ufundi la Young Africans ni jipya, lakini wameweza kufight na kuhamasishana kuhakikisha timu inaweza kuqualify kwenda hatua ya makundi. Swala lingine, hatuwezi kuzungumza kwamba kocha Romain Folz alikuwa ni kocha mbaya. Hatuwezi kusema kwamba Prince Dube ni mshambuliaji mbaya. Mpira wa sasa hivi hautaki mastrika. Mpira wa sasa hivi unahitaji safu yote ya ushambuliaji iweze kufanya kazi. Striker anakuwepo Geresha tu. Kylian Mbappe anachukuliwa kwenda Madrid. Kylian Mbappe automatically sio striker. Kylian Mbappe anacheza namba 11 au namba 7. Unaelewa? Lakini wamemchukua Madrid kwa nini? Kwa sababu ana score. Messi sio striker, lakini ndo mchezaji alibeba Barcelona. Kuna wakati timu inambeba mchezaji, kuna wakati mchezaji anaibeba timu. Real Madrid ilimbeba sana Cristiano Ronaldo, lakini Messi alibeba sana FC Barcelona. Na Pep Guardiola anatoka Bayern Munich anaenda Manchester City, alifika akawapatia mikakati yake. Kama mnahitaji vitu mlivyonitajia nivifanye, basi nami mnatakiwa mnipe muda, na kwenye huo muda mtakaonipa natakiwa niibomoe timu ya Manchester City ili niweze kuleta wachezaji ambao wataingia kwenye mfumo wangu na falsafa nitakazoziweka. Kumbuka hiyo Manchester City ilikuwa na kina Yaya Toure ambao wamefundishwa na Pep Guardiola FC Barcelona, lakini alisema hata Yaya Toure haingii kwenye mfumo. Mwisho wa siku wakakubali kila anachokihitaji Pep Guardiola, na Pep Guardiola akakubali wanachokihitaji Manchester City. Wakampatia muda, akaibomoa Manchester City, akaitengeneza Manchester City. Kuna wakati ilifika hakuna timu hata moja ilikuwa inatamani kukutana na Manchester City. Mikel Arteta timu yake ya kwanza kuwa kocha mkuu ni The Gunners. Ameenda na kauli ya trust the process, amini katika mchakato, akaanza kuitengeneza Arsenal. Mpaka hivi ninavyozungumza hakuna timu hata moja inayotamani kukutana na Arsenal, pamoja na kwamba hajabeba ubingwa tangu Mikel Arteta atuwe pale. Arsenal huyu amemgonga Madrid nje ndani, kala chuma 3 Emirates, kaenda Bernabeu wakajimwamba fai, wakasema pala juu lifunikwe, wakawekwa chuma 2 kwenye uwanja wao na wakiwa wamefunikwa paa. Hiyo yote ni kumwamini kocha na kumpa muda. Mpira wa Tanzania, mpira wa Afrika hauna hiyo subira. Mpira wa Tanzania, kategori ya mpira wa Tanzania ndiyo iliyomfukuzisha Romain Folz, kwa sababu mashabiki hawawezi kusubiri aingize falsafa. Wewe hauamini katika uwezo wa Max Nzengeli, wewe hauamini katika uwezo wa Pacome Zouzoua. Kwa hiyo yeye Romain Folz wachezaji amewakuta. Ilikuwa ni swala la kupewa muda, kwa sababu kocha professional ni lazima asome saikolojia ya mchezaji mmoja baada ya mwingine, kuanzia kwenye saikolojia mpaka viwanja vya mazoezini, ili aweze kujua mchezaji yupi atakayeingia naye kwenye kikosi cha kwanza. Kumsoma mchezaji saikolojia haichukui siku moja wala nusu siku, ni swala la muda mrefu. Kwa hiyo kwa mpira wetu wa Tanzania hivyo vitu tunahitaji kocha wa muda mfupi na sio wa process kama Mikel Arteta. Umeelewa? Mpira wa Tanzania mimi nikipata matokeo na mzodoa mwenzangu, umeelewa? Yule mwenzangu hatokubali. Akiona na lega kwa kocha, lazima ataweza kunizodoa na yeye. Kitendo cha kumleta Romain Folz, tuliamini atakuja kuwatengeneza vijana, kwa sababu hata timu ya Young Africans wachezaji iliyowasajili sasa hivi wengi wao ni vijana. Bakari Mwamnyeto alikuwa aitwa timu ya taifa, Romain Folz kaja, Bakari akaitwa. Edmund John, Ofen Chikola, Azizi Andabwile, wengi wenu hasa waandishi wa habari na wachambuzi wa mpira walikuwa wanamkataa Azizi Andabwile. Lakini Azizi Andabwile huyu alikuwa Malawi, amecheza under 20 ya Malawi. Ikafikia hatua Malawi wakataka wampe uraia, akakataa. Kwa kuwa mimi niliyekuwa nafuatilia Azizi Andabwile anavyocheza, kuanzia anacheza Kalonga FC. Pale Malawi kuna timu inaitwa Kalonga FC, ndio timu aliyokuwa anacheza Azizi Andabwile. Alinusurika kusajiliwa na wale waliokuwa timu ya Peter Banda kama una Big Bullet, umeelewa? Lakini amekuja hapa tangu anatoa Young Africans hakuwahi kupata chance ya kucheza kwenye eneo lake halisia. Alikuwa anachezeshwa beki, umeelewa? Kucheza beki sio kwamba ni nafasi mbaya. Kuna walimu wengi ambao wana uwezo wa kubadilisha wachezaji kumtoa kwenye nafasi moja kwenda kwenye nafasi nyingine. Lakini vipi huyo mchezaji anaadapti vipi yale mazingira ya kuhamishwa pale kuja hapa? Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani wachezaji wa Young Africans kile walichokifanya wamedeserve kuqualify. Na pia kitu kingine, wachezaji wa Young Africans, kitu nilichokiona kwa Prince Dube ni kitu ambacho nimekiona hata kwa Andy Boy kwenye mechi ya Malawi.
wachezaji match fitness iko chini. Kocha wa viungo anatakiwa aongeze spidi. Kama hataongeza spidi na tumeingia makundi, hata kocha atakayekuja naye mtamtukana, mtasema hastahili kuwepo Young Africans kwa sababu ya match fitness ya wachezaji. Nasruddin Nabi alikuwa na kocha wa viungo yule mwenye manywele, ndiye aliyekuwa anaisuka Young Africans kwenye viungo. Haukuwahi kuona kwenye kikosi cha Yanga kuna mchezaji ambaye anapata injury kwa urahisi. Ndio maana ulikuwa unamuona akitolewa Mwamnyeto akiingia Dennis Nkane anaenda kufight. Unaona anafight kwa kiwango kile kile. Kutuliza mpira kifuani akauweka chini akamove akatoa pasi ilikuwa ni